Mwanadamu anakuwa na asili mbili, asili ya kibinadamu na asili ya kiroho. Lakini Yohana Mtakatifu sura ya 1:12 anasemaje? Bali wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika watoto wa nani? Wa Mungu. Ndio wale waliaminio jina lake, waliozaliwa si kwa damu wala si kwa mapenzi ya mwili wala si kwa mapenzi ya mtu, bali kwa Mungu. Kwa hiyo kumbe, mwili wa kawaida au asili ya kwanza ya mwanadamu ni asili ambayo inahusisha mwili na nini? Na damu. Kwa nini mwili na damu? Kwa sababu kibiblia uhai wa mtu uko katika damu, lakini damu iko ndani ya mwili. Ndio maana ukisoma kitabu cha Walawi anazungumza kwamba msichinje mnyama mkala nyama na damu yake, kwa sababu uhai wa huyo mnyama uko kwenye nini? Kwenye damu. Kwa maana yake wewe hapo uhai wako uko kwenye nini? Kwenye damu. Kwa kuna connection kati ya damu yako na mwili wako. Mahali ambako hakuna mwili hakuna damu, manake damu imetolewa. Kwa kokote unapoona damu inamwagika, manake uhai unamwagika. Kwa kokote unapoona damu, jua kwamba ni uhai umetolewa. Lakini ni uhai wa nini? Wa kibinadamu, ambao asili yake ni binadamu. Kwa kabla hatujampa Yesu maisha, tulikuwa katika asili ya kibinadamu, tukiwa tunaongozwa na nguvu ya damu na mwili, kama nguvu ya uhai ambao tumepewa kutokana na hiyo asili. Kwa hiyo mtu ambaye hajaokoka anakuwa anatembea na hiyo asili ya damu na mwili, na ndivyo vinavyompa ujeuri, ndivyo vinavyompa nguvu. Ni kwa sababu ya mwili na damu. Kwa nini? Ndani yake kuna uhai wake. Lakini unapompokea Yesu Kristo, unapokea asili mpya ambayo sio asili ya kibinadamu tena, sio asili ya mwili tena, sio asili ya damu tena, bali ni asili ya roho kutoka juu, ambayo ndio maisha halisi ambayo Kristo alikuwa amekusudia yakae ndani ya watu. Yaani maisha yetu sisi hayakuwa maisha yanayotegemea damu na mwili. Maisha yetu sisi yalikuwa ni maisha ambayo yamebebwa katika roho itokayo juu, na ndio ambayo aliachilia ndani ya Adam na Eva. Ndio maana Adam na Eva walikuwa wanaishi rohoni, na ndio maana hata walipokuwa wanaishi kwenye bustani walikuwa hawajavaa nguo, hawakujiona kama wako uchi, maana walikuwa na mavazi ya kiroho, walikuwa na asili ya kiroho, walikuwa na muonekano wa kiroho. Baada ya dhambi, mavazi ya kiroho yakaondoka, ndipo wakajiona wako uchi, na ndio chanzo cha kuanza kujifunika na magome ya mti, hatimaye na ngozi za wanyama, ishara ya kwamba ndio mwanzo wa kuanza kuvaa nguo, kuonyesha kwamba nyinyi ni watu wa duniani sasa, wenye asili ya damu na mwili wa kidunia, baada ya kutenda dhambi. Kumbe unapoteza dhambi unapoteza asili yako halisi, na ndio maana Yesu Kristo alikuja akamwaga damu yake ili aturudishe kutoka kwenye asili ya kibinadamu iliyotokana na Adam na Eva, turudi kwenye asili yetu ya kiroho ambayo ni kubwa kuliko asili ya kibinadamu. Haleluya! Kwa hiyo wewe sio mwili, wewe sio damu, wewe ni roho kwa jina la Yesu. Unapompokea Yesu Kristo kwa nguvu ya Roho Mtakatifu akija ndani yako, mwili wako unakufa, ila mwili wa roho unakuwa hai.